Bwana, mimi ni wako. Wewe ni wangu Bwana, Wewe ni wangu, wewe ni wangu Bwana, wewe ni wangu. siwezi bila wewe, Siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. uniongoze Bwana, Uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze. na nishike mkono Bwana, Nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. nishike mkono Tujipeleke mbele za Bwana. Kila mtu ajipeleke mbele za Bwana tukaweze kuitisha hekima itokanayo na Bwana. Kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Tunakushukuru na tunakuinua ni kwa sababu unaweza. Asante King of Glory ni kwa sababu Bwana umetuambia ya kwamba tukuitishe hekima na utatupatia maarifa. Tunanyenyekea kitini chako cha enzi. Mtakatifu Bwana watakatifu, nikikuomba Bwana hekima inatoka kwako, ukanisaidie Jehova Mungu, ili nikaweze kuenenda katika hekima yako Bwana, ili nikaweze kuongozwa na hekima itokanao na wewe Masia. Asante Mfalme wa wafalme, kwa kuwa uko na kusudi juu ya maisha yetu. Asante Mfalme, ni kwa sababu umetuahidi ya kwamba tutakapokuita utatusikia. Umetuahidi ya kwamba tutakapokuomba Bwana utatupatia. Oh my Father and my God, ninanyenyekea mbele zako Bwana. Oh my Father and my God, nikikuomba Bwana ukaniweka uwezo wa kusimama na hekima yako, ukanipa uwezo wa kuongozwa na hekima yako, ukanipa uwezo wa kusimama na hekima yako my Father. Oh my Redeemer, I glorify your name, I magnify your name Father, because you are worthy Lord, you are worthy to be praised, you are worthy to be glorified. Bwana ni wewe, hatuwezi bila wewe Masia, hatuwezi bila wewe, bila kuongozwa na wewe Bwana hatuwezi. Tuongoze Masia katika safari hii, tuongoze Ebeneza katika maisha yetu, tuongoze katika maisha yetu, maana wewe ndiye Mungu wetu, maana wewe ndiye tegemeo letu, maana wewe ndiye tumaini letu, wewe ndiye kimbilio letu Bwana. Tusaidie Ebeneza, tusaidie Baba tukakuone, tutakapokuita Ebeneza, tusaidie tukakuone Bwana. Oh, imaseka ya karababa Bwana. Ukabadilisha maisha ya watu. Ni wewe Yesu unaweza kuturejesha katika njia zako. Tuongoze Masia, tuongoze katika njia zako, tuongoze katika utakatifu wako my Father, tuongoze my Father, tushike mkono, tuangazie na nuru yako Bwana katika safari hii, tuangazie na nuru yako Masia. Wewe Bwana, wewe Bwana, Yesu, wewe Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana, hakuna uwezo kama wako, ni wewe Bwana, wakuabudiwa ni wewe, wakuinuliwa ni wewe, wakuheshimiwa ni wewe Bwana, ni wewe Bwana.
ili tukafunge katika maombi. Baba mfalme wa wafalme, nasema ni asante Ebeneza, ni kwa sababu umekuwa mwaminifu. Asante Yesu. Ninasema ni asante Bwana, ni kwa sababu Baba umetulekebisha asubuhi ya leo. Asante Yesu. Umetufahamisha ya kwamba tunastahili kuja mbele zako na kukuomba hekima. Yesu. Asante Yesu, ni kwa sababu tumekuitisha nawe umetupatia mfalme. Tusaidie Ebeneza tukaweze kudumisha mfalme wa wafalme. Tuongoze katika hiyo hekima yako my Father and my God, katika maisha yetu, katika safari yetu ya wokovu my Lord. Tusaidie Ebeneza tukakuangalia wewe, tukakutazamia wewe my Father, tukakutegemea wewe mfalme katika kila hali na katika kila jambo. Asante ni kwa sababu wewe ni muweza. Tunasema ni asante kwa yote, maana umetutendea sawa sawa na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba tena kuamini. Thank you Jesus. Pigia Yesu makofi, kwa sababu hiyo ni makofi ya Yesu kweli. Piga makofi unapomaanisha makofi ya Yesu, ina shangwe na vingerengere. Bwana Yesu hakubariki sana mtumishi wa Mungu, naendelee kutenda mema. Ametufunza kuhusu nini? Hekima. Kwa hivyo hekima ndio mwanzo wa kufanya nini? Wa kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Kwa hivyo tutafuta kumcha Mungu kila wakati. Hata wakati hauko hapa, wakati uko kwako, uko kazini, mche Bwana. Wacha matendo yako ikaumbirie wale majirani zako kwa kazi yako kwenye unaishi ya kwamba umeokoka. Washuhudie ya kwamba kweli huyu ni mtumishi wa Mungu hata bila wewe kusema. Kwa hivyo ninataka nafasi hii nimkaribishe ndani ili akaweze kutuhumbiria. Pigia ndani makofi anapokuja. Ni kijana wetu akuja zungumze yale Bwana amempatia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Yes, kwa majina kamili najua wengi wananijua kama Dan Mnyama. Kwa majina kamili yenyewe nilipewa na mamangu na babangu. Kwa majina naitwa Daniel Anyanzwa. Na nasema asanti kwa Mungu kwa kuweza kunifikisha mahali hapa kwa siku ya leo. Na kwa siku ya leo chenye naweza ongelea, tuongezea tu hapo penye amesema kuomba Mungu aweze kukupatia wisdom. Na jinsi venye alikuwa anasema hapa, huwezi pata ukiwa na kiburi. Sasa mimi tazungumzia kuhusu kiburi. Hii kiburi ni sisi wenyewe binadamu, sisi ndio tuko nayo. Na ukiangalia kiburi haiwezi peleka mtu mahali. Na kiburi ndio inafanya watu wengi wanaanza tuseme ako na kazi, ameandikwa. Anaanza akiwa mnyenyekevu kabisa, mtu mtulivu, anafanya kazi. Ile wakati atapata kuna kitu imeingia kwa mfuko, anaingiza kiburi. Ama kama Mkristo uko mahali hapa, ulikuja ukiwa mnyenyekevu, ukitaka kumpokea Mungu kama mwokozi wa maisha yako. Ile wakati umeona zile shida zenye zilikuwa zinafanya ukuje zimeanza kuondoka, na wewe unaanza kuweka kiburi. Hii kiburi ndio inafanya zile mlango za baraka zenye Mungu alikuwa ashaanza kufungua, naye anaanza tena kufunga juu, kwa sababu umeingiza kiburi. Na hii kiburi inaletwa na nini? Ni nini inaleta kiburi? Sasa mtu akiweza kuuliza, nikuamshe nikuulize, nini inaleta kiburi? Utaniambia nini? Kiburi inaletwa na mindset. Mindset yako, ile kitu unafikiria. Ukiangalia sana, umeambiwa wewe ndio unafaa upanguze hapa. Kwa mindset yako inaanza kuambia
huyu amenibeba aje, ananichukua aje, mi naweza panguza aje venye niko hivi. Hiyo ni kiburi. Labda hiyo kupanguza ndio Mungu alikuwa amepanga mlango yako ifungukie hapo. Juu wewe umeona huyu jamaa amekubeba ujinga ama amekubeba utoto, unasema sifanyi. Hiyo ushafunga mlango yako. Juu ilikuwa imefunguliwa, ilikuwa imeongojea tu kidogo ujisongeshe one step. Wewe uko na hapana, hiyo kitu naambiwa ni ya ujinga, wewe mwenyewe ukajirudisha one step back. So kiburi inafanya kama ulikuwa upate kitu utapata, juu ushaingiza kiburi. Pia tena kiburi inakujia hapa kama Christian, asa Christian. Unajua kabisa kama Christian inafaa tusaidiane wenyewe kwa wenyewe, si ndio? Bako kwa bako. Angalia ndugu yako, yani rafiki yako umwangalie kama ndugu yako, na rafiki yako akuangalie kama ndugu yako. Shida zenye ndugu yako amebeba, wanasemanga shule, show me your friend and I will show you your behavior. Si ni ukweli? Sasa kumaanisha venye tuko hapa, we are family. Ile shida niko nayo, hadi wakitoka hapa nje akuwe na shida, mtu mmoja hapa akuwe na shida, akitoka hapo nje aanze kulia, ule mtu anamjua atasema ai, na kwani hata kwa hiyo chachi yao hata wajamuona, hata wamzungumze na yeye. Nani wameandikwa matope? Si ni sisi? Because sisi ndo tunakaa na yeye, sisi ndo tunafaa tujue huyu jamaa anapitia shida gani. Sisi ndo tunafaa tujue direction gani inafaa tupeleke mayutu wetu, na direction gani inafaa tukae nao. Si ni ukweli? Lakini umekuja unasaka baraka. Wanasemanga utaingia venye umekuja, unaweza ondoka na baraka ama laana. Wewe venye umekaa hapo unatarajia kuondoka na nini? Ni nini yenye unajua nikiondoka mahali hapa, hata nikiambia Mungu asanti, anajua yenyewe hata mi pande yangu kuna kitu nimefanya the right thing, yenye Mungu anasema yenyewe huyu mwanangu amejaribu. Ukiangalia hapa sahi venye tuko hapa, nani anaweza sema ati ana rafiki? Ukansea ana rafiki kabisa, yeye anakaanga peke yake. Si kuna ule rafiki wako the best, kuna ule mwenye unajuanga shida ikinitokea huyu ndo wa kwanza kuambia. Si ni ukweli? Ako wapi hapa? Ako wapi? Ayuko. Kwa nini? Umejiwekea kiburi. Huwezi mwambia chenye unapatanga, fruits yenye unapata kutoka hapa hauwezi mwambia. Wewe unategemea aje ajue ni nini unapokea kutoka kwa Mungu kama wewe haumwambii, na wewe ni rafiki yake? Sio ni kiburi already? Umejifunikia, hautaki mwenzako ajue chenye wewe unajuaga. Wewe umejiweka peke yako. Ukikuja kanisa unakuja peke yako, ukiondoka unaondoka peke yako, ukienda kuomba unajiombea peke yako. Na sasa ukikaa na yeye unamwambia rafiki, nikikukosa na boekaga. Sasa hiyo haumwambie hata ni nini umepokea kutoka kwa kanisa, ama hata umpei courage. Obvious, ukiwa na rafiki unamjua vizuri na unajua chenye anapenda na chenye hapendi. Si ni ukweli? Sasa hiyo uko na yeye, umetoka church, umwambii hey my friend, leo tumesomeshwa hivi, na mimi ningependa next Sunday uweze kukuja. Afadhali yeye mwenyewe akatae aseme mimi sitaki, bado sijamu. Lakini kwa Mungu ashajua wewe ushajitoa, umemwambia. So wewe una kiburi. Lakini wewe uko na kiburi ile yenye unasema huyu bado hajaamua, acha tu na siku yake itafika aje. Wewe yako ilifika aje? Ilifika pale penye uliona ulipelekwa, ama ulisikia neno mahali na ukasema nataka kudecide kuwa kama huyu mtu. Juu obvious sisi
sana sana sisi wa Afrika ama tuseme tu dunia mzima tunatakanga kukaa kama mtu mwingine, maisha ya mtu mwingine. Ndio unajipata sisi wengi tunaambulianga, tunaingia kwa shimo, tunaingilia mali hatujui kwa sababu nataka kukaa kama venye nani anakaaga. Nikiona kona gari na dayadi mimi nikuwe na gari. Nikiona napiga maluku maviatu mpya mpya nasema ai, hadi mimi ni Morio nataka nipige maluku mpya mpya. Hapo haujui hizi vitu wanatoa wapi. Na hapo penye ukitaka kujua penye hizi vitu anatoa, utapata umejiingiza pale penye yeye ako ndani. Lakini wewe uko hapa, hauna kiburi. Unajua umekuja kutafuta nini. Juu hii baraka haitafuti tu juu unaomba, unaheshimu pasta, unakuja chachu, unafanya usafi. Inatafutwa na roho yako, moyo wako, Mungu wako. Unaona? Hii ndani mimi sijui nini unafikiria ndani ya moyo wako. Mimi najua, mimi sijui. Wewe ndo unajua ni nini. Wewe ndo unajua ni nini inanikwaza. Unaona? Sasa hilo yako haifai tu ujinyonge. Omba wisdom. Jaribu kuongelesha hata wengine. Si lazima hadi wakamu. Unaona? Si lazima tu waonenge wako hapo kwa chacha ati enyewe kweli nafanya kazi. Hapana. Iko poa ile beta yenye unakaa na msee na kuambia enyewe Dante, venye uliniambia enyewe nimeona enyewe kweli umesema kitu. Na hiyo kitu nitajaribu nione venye nitafanya nijirekebishe. Unaona? Mimi kuna time, kwa nini semeo kiburi? Mimi kuna time nilikuwa nimelemewa. Nimelemewa kabisa. Si ati hata nimelemewa na do ama ni mawazo imenilemea. Nashindwa kwani ni wapi mimi naelekea? Juu nikijaribu kuplan kitu nasikia hapana. Haiendi fiti. Naona tu naenda kuiplan hivi, kifika mahali naenda hivi, nikashindwa rada ni nini nafanya mbaya. Siku moja nilikuwa nimekaa tu makijani nimetulia, kasikia ngoni, nikamwambia ingi, kapata ni buju. Kaka hapo hivyo akashika simu, tukaanza kusoma, akatoa kitabu, kaanza kupiga story. Ukasikia ile mindset yenye nilikuwa nafikiria ni nini nanilemea, na akakuja kwa hiyo topic, hiyo story, akaanza kunielezea hapa na hapa inafaa ikuwe hivi. Unasikia, nikamwambia usikia hadi hiyo kitu ndio ilikuwa inanisumbua kwa akili. Sasa hata nimepata option. Juu huwezi jua, niko hapa akili imejaa, but siwezi kuambia ni nini inanisumbua. Labda uko na kitu unafaa uniambie, na wewe umeweka ile kiburi utaki kuniambia. Sasa mimi nitajua aje? Siwezi jua. Juu nitambulia niingie kwa ile decision mbaya, na wewe ulikuwa na option ya kunipea nijiondoe kwa ile option. Unaona? Sasa angalia, kama buju angekuja niambie Dante, hapana, mtu hawezi fanya hivi. Hapo inakuanga hivi, ukifanya hivi utaenda the right way. Kama angeniambia, mimi ningefanya na venye nafikiria. Juu ilikuwa huyu jamaa amenisumbua sana, mimi ningemfanya mbaya. Juu sasa yeye amezidi. Lakini unasikia anakuja nakwambia hapana. Inafaa unaangalia kwanza kabla hujafanya kitu, unafikiria mara mbili unafanya nini. So unaona hapo amenisaidia. So kama hata ningekuwa nifanyie huyu jamaa kitu nishikwe, sasa sitashikwa. Juu nisha realize hapa hivi nikifanya hivi nitaingia kwa moto. Lakini kama buju angejiwekea ile kiburi ndani yake, na aseme nimekaa kumtembelea, tupige stories zingine na nijiondoe, mimi singejua. Ningebaki na moyo kama imejana ile machungu, na shindwa ndafanya nini. Hata akiondoka ningebaki nikiwaza. Lakini venye aliondoka nilibaki nikifikiria, nikisema heri nikae hivi na hivi, nijitume tu kivyangu, nijue venye nita succeed. Naona? Na hiyo ndio imefanya naambia asante, juu tangu hiyo siku nijiamini, niseme yenyewe hii kitu zifai hivi na zinafaa hivi. Sasa vitu zangu zinaenda straight forward. Unaona? Straight forward. Ndio maana nikasema tusijiwekee kiburi. Tujaribu kufafanulia wenzetu. Unaona? Tufafanulie wenzetu. Tuambie hapa inafaa hivi, inafaa hivi. Na usiangalie umri. Juu hii umri venye usitu usema ati angalia umri ndio inafanyanga mtu ajui kitu. Unaweza kuwa
uko na miaka mingi na huyu ako na miaka kidogo, but kitu yenye anajua ni yenye wewe haujui. Sisi wote tunataka tubadilishane mind. Juu venye mimi nakuwa si venye wewe ulikuwa. Labda ulikuwa na maisha raha na mimi nimekuwa na maisha ngumu. So wewe haujui chenye mimi nishaipitia na mimi sijui chenye ushaipitia. So ukisema ati uanze kujibeba nguvu useme huyu ni mtoto mdogo, sasa atanielezea nini? Labda ile kitu ningekuambia ingekufufunulia mahali na ikusaidie. Juu umeniwekea kiburi, mimi ni mdogo, umenichukua utoto, haitakusaidia. Juu utanibeba Lakini nikisema huyu kijana kuna mahali amesema kitu, hebu nijaribu, utapata kumbe ile ndio imefunga mlango yako. Napata imefungu. Naonanga pastor akisimama hapa sema tuache moshene. Juu sasa unanisengenya, badala unisaidie unanisengenya. How? Wewe unaniongezea. Juu sasa ukinisengenya mimi sijui unanisengenya, si ndio? Si mimi nitaendelea tu kufanya venye nafanyaga. Juu sasa wewe uniambii unanisengenya, nisikilienge tu kwa mtu unani kumbe unafanyanga hivi. Sasa hivyo inanisaidia ama inaniumiza roho? Sio inaniumiza, lakini ukuje uniambie, usiniogope, ukuje uniambie mnyama, mimi nadai hivi venye unaenda auendi right, inafaa uende hivi na hivi. Nasikia venye pastor dad alikuwa ananiambia inafaa ufanye hivi na hivi, ndio hizi vitu uache kutumi. Nenyewe si ati nini, mimi inakuanga hard kuacha. Juu nilianza nikiwa class 2. Niko na 11 years. Mona? Lakini kwa saa hizi kati ya hizo vitu step by step, make it inanisaidianga ni maneno ya mtu. Ile advice yenye nakuja na kaa na wewe unaniambia. That your word mbili, hata ukiona nikicheka nikifanya nini, there's a one word 2 ama 3 nazichukuanga kutoka kwako. Hii nisaidie. Unaona, nilikuwa natumia kila kitu, but for saa hii ni kama nimeacha kila kitu. Juu kitu yenye ilikuwa inanipia stress sana, saa hii nimeona hadi saa hii sina ile inaitwanga appetite ile yenye nilikuwa naisikianga najituma. Saa hii imeanza kupotea. Naweza sikuwa nakaa the whole day. Kwa siku nilikuwa natumia karibu 12. 1 man. Si zile ati chain 1 man. Kwa nyumba ulikuwa unafunguanga hivi, hata ukiuliza buju ni moshi. Watu wanadhani napika, lakini siku hizi ukiingia hadi mtu anasema anasikia tu kelele za kuimba tu. Haiwezi sikia kelele ati za nini. Unasikia mahali mpaka inafika inasema mimi najaribu kabisa. Si ati nimeacha, najaribu kabisa. Juu ile kiu bado iko ndani yangu, bado hajasimama. Hiyo kitu imefanya ile kuelezeana na kuambia watu. Sasa hii ukiangalia mimi kitambo nilikuwa nasema walai nitatoa wapi kazi nini, lakini ulimi yangu ni mzuri. Sasa hii unaona, sasa hii ama facilitator. Nafurahia, naambia Mungu asante. Juu kuchaguliwa ukuwe facilitator mahali fulani uanze kusimamia mavijana ni ngumu, lakini unaona kwangu ile ulimi yangu yenye ilikuwa inanituma imenisaidia. Na kama ningeweka hiyo kiburi singefuata hiyo chance. Nilijituma, ni bure. Wananiambia enda mahali fulani, sina fare, kwa nyumba sina kitu, nashindwa rada, nitapata wapi? Mpaka nampigia namwambia sitaweza juu sina kitu. Anatuma fare naenda. Nilikuwa naenda mpaka saa hii wenye tulikuwa nao wamebaki, lakini nilishaenda mpaka nimekuwa facilitator. Sasa mimi naambia tu kiburi tusieke. Just tusaidiane. Usiangalia tuko na nini ama nini. Hizi vitu zote, kwani Kibaki alikuwa na ngapi? Sameacha zote. Alitumia ngapi kuzikwa? Na labda hata hizo si alitoa zikutoka kwa akaunti yake. Labda ni zile zenye marafiki na jamii, si ndio? Sasa angalia aliacha ngapi? Mengi. Lakini venye alikufa ameacha jina yake kama imesimama kama rais wa Kenya wa 3 mwenye alikuwa wa maana zaidi kushinda rais wote. Si ni ukweli? Yeye ndio rais wa kwanza alikuwa kama Magufuli wa Tanzania. So hadi sisi inafaa hata kama utaenda mtu abakingi akisema kama sio nani singekuwa hapa penye nipo, na kama sio nani sidhani kama ningefanikiwa kimaisha venye niko. So kila mtu we depend in each other.
Usiangalie we ni nani ama nini. Ukiona naenda wrong side na unajua mi ni best yako ama tunashiriki pamoja, usiniogope. Nikute, haina haja uanze kuniambililia, unanisengenya. Ukisengenya, hii ni communication. Angalia, nikiambia huyu hii kitu moja, nimemwambia akupitishie. Akikupitishia venye umesikia upitishie huyu. Tangu ifike hapa, si venye niliambia ule. Itakuja kama imekuja difference. Unaona? Juu nitamwambia aje kesho tunaenda church. Atakuja kuambia hivyo. Akuja kuambia hivyo. Ikifika kwa huyu amwambie aje, kuna chakula huko. Huyu hapa anzie kesho kuna church chakula. Kesho kuna church chakula. Ikifika hapa itafika aje chakula iko church. Nilimwambia aje kesho tunaenda church. Lakini hapo imefika aje kesho chakula iko church. So information unaona imeenda wrong. Juu imefika mahali imepiga kona. Lakini ukipass through hiyo information unapasia mwenye unaenda. Ukiona hapa pastor hajai kuja aanze kuhubiria ati personal. Akisimama hapa akianza kuhubiria ama akianza kuombea kila mtu, yeye upray kila mtu. Juu hii kitu amepitishiwa ipass kwa kila mtu. Lakini wewe unataka ikue personal. Unajiombeaga tu. Utaki hata kuombea mwenzako. Unaona hapo hakuna, ndio unaomba mlango zifunguke. But sasa unaacha ule rafiki yako. Wewe unakujanga ni kama kapanya, kana kuuma kakikupuliza. Kana kuuma kakikupuliza. Wewe umwambi chenye unafaa afanye. Chenye wewe unafanyanga umefika hapo umwambi. Lakini ikifika ni ile mchezo unamchezesha. Ni kama manambano wa shule. Nambano wa shule hata kuchekesha, akupigishe story kwa darasa mbambike. Lakini ikifika mtihani unajikutanga uko last na yako number 1. Unashindwa, ujamaa si ucheza na yeye. Mpaka tunasumbua mwalimu pamoja. Imekuwa aje? Kumbe ujamaa ile wakati yenye wewe unasema ni mchezo, akishakuacha anaingia kwa vitabu. Tusikue hivyo, wacha tusaidiane. Tujue hapa inaenda hivi na hapa inaenda hivi. Ndio utapata hata ukiambia Mungu naomba hii. Mungu hawezi hata kataa. Juu ule mwenye umesaidia penye yako anaomba, anaambia Mungu ni asanti kwa kunitumia huyu, ameweza kunipatia kitu nje. Na ile baraka zako sasa inakuja direct. Na mimi naambia Mungu ni asanti kwa kunitumia wasee wa kuniongelesha. Juu kama singekuwa ni kuongeleshwa, hata singekuwa nimeshikilia hii microphone hapa. Na hata singekuwa place yenye mimi huenda. Sai, singekuwa. Yaani naenda place yenye babangu hajaifika na hajai kanyaga. Yenye hajai spend hadi. Sai unasikia Dan anasimama hapo ni anaambiwa wewe ndio unataka usimamie kitu fulani. Na sijasoma. Wenye nasimama nao wamemaliza shule hadi college. Na mimi sijasoma na ninasimama nao na tuna compete nao. Na ukiangalia group yangu iko the next kwa mgongo yao. Aje, number 2 aje. Na sijasoma. Ni ile unaangalia mimi tangu ni kuwe mdogo. There's no good life nimepitia. Ile ya kushikwa ati mtoto nini. Nikiwa class 2 kwa natumwa enda utafute managu kwa msituni. Hiyo ndio mimi nilijua. Kujiasolia mpaka hapa. Lakini Mungu alikuwa ananitumia ngawase hapo soko. Mokoro nimeenda kuuza lakini hata shughulika na kununua. Ananikaisha chini. Anaanza kuniongelesha about life. Na ananiambia hii chochote unafanya usitegemee. Wewe ni mtu mkubwa kwa maisha. So inafaa fight na life. Na hiyo ndio nilishika mpaka nikajisomesha Raima ikaisha. Na seko juu ilikuwa hadi ikabidi ni sare. Juu seko inahitaji more, yani inafaa ukuwe cooperative sana ndio ushike mtia. So mimi naambia sikia leo hata nikimalizia tujaribu kusaidiana. Ukiona neighbako jaribu kumuongelesha. Ndio hata ukipata ukianza kuongeleshana icha chitaja. Jule mtu atataka kujua kama huyu jamaa anaweza niongelesha hivi. Kumaanisha hiyo chacha anaendanga na nikienda huko ndakuwa better hata kama yeye. Utapata amekufuata nyuma kwa mgongo. Lakini ukiona ule msee umuongeleshi umekaa tu na wewe kazi tu ni kama kapanya unampuliza ukinini. Hata tokea. Atakuwa atakuita mlainer.
Kuna mahali utafika na kuitemblena hata akupige. Jasemeka huyu jamaa na kuanga beste yangu na amepata hii kitu na mimi haizi nisaidia na tungekuwa naye tungesaidiana. Huyu ni mblena. Huyu hata anaweza kukupangia. Lakini ukiwa ule msee wa kujitolea, mnasaidiana, hauwezi pata lawama. Hata kwanza anasema hata afadhali tukue kama huyu. Yaani kukuwa mfano mwema kwa watu. Mfano mwema. Juu kiangalia ama Jango, sikupenda kwao kama ule mwenye tulikuwa naye last Tuesday hapa. Kwao ni matajiri, wako na gari, lakini yako street. Kwa nini? Hauwezi jua. Juu jamaa wamelelewa maisha ya kitajiri, lakini imefika mahali yeye yako kwa street. Na akikujanga kutembelewa, mamake anakujanga na Prado. Mpaka sisi tunastuka hapo tukiwa Prado, mpaka tunashindwa rada. Na wakati tunamwambia Kai, si tunatamani kukaa hii maisha na wewe unaepa. Mpaka atuambii reason kwa nini anaepa. Yeye ashaepa kwao. Na kwao wako na kila kitu yenye mimi naombaga nipate. Lakini hujui ni nini anaepa. Kuna matajiri halali, afadhali we maskini unalala mpaka saa 2. Yeye halali, yako na stress. So tujaribu ku-exchange maneno yetu. Kuna chenye uko nacho kinaweza saidia mwenzako, na kwenye niko nacho kinaweza saidia mwenzetu. So to exchange mind. Usiangalie uko na umri gani. Kama unaona mseni wa kusaidika, just muongeleshe. Ndio tuweze kusongesha. Yaani hiyo bado ni kuweka Mungu mbele. Unaona? Hapo ni kuweka juu umenisaidia. Nimesema asante. Mwambia Mungu asante. Hapo ni kitu ya kwanza nimetaja nani? Mungu. Naye Mungu amejua huyu mtu amesaidia huyu, na mimi nitamsaidia hivi. Haiwezi kuacha. Tutasaidiana hivi. So utapata hata kama ni Christianity, unaona? Venye tuko hapa. So utapatanga tumejaa. Hata ina haja ati tuende tuongereshe mtu. Mtu mwenyewe hata umwambii tuende, mtu mwenyewe tu unajikuta ametafuta penye unakuaga na amekuja. Nasema mimi niliona afadhali tu niokoke. So maneno yetu ndio inachange watu. Tukisema tunyamaze, kwani watu wa madevo unyamaza? Walali, si wanajua si tunapenda nini? Lazima watutumie usiku na mchana. Na kwa nini sisi tusijiongereshe? Kwa nini sisi tusiwaongeleshe hata si tuwavurute? Kwa nini si hatuna nguvu ya kuwavuruta? Tuko nayo. Mungu tunamuomba kila siku na Mungu wetu halali. Kwa nini tusimtumikie? Usiseme umeokoka na matendo yako haidhirishi. Unakujanga tu. Ushaigundua kwa kanisa tunakujanga wengi, lakini wenye upata baraka ni mmoja mmoja. Napatanga nani amepandishwa cheo, nani ukimchunguza sana, msesi akwangi amelalia ati venye amekuja leo amelalia ile neno alifundishwa. Akifika mtaa hivi akipata wale watu anajaribu kuongelesha na anajiombe. Sasa yeye mlango wake ashafungua, yeye ni baraka tu. Juu yeye anaongelesha msee. Labda wewe unasema ngomomba, umefanya kila kitu, unashindwa Mungu kwa nini ajibu. Kumbe kuna naiba yako hapo anateseka na mawazo. Amelemewa, we kazi ni kuendanga tu na mwambia nisaidie nini, brush nywele hapo hivyo, umeng'ara. Yeye amebaki ameparara, badala umueleze naenda mahali fulani msee na naenda kupata blessing. Kama unaweza kuwa willing, tuende, kuna ile mafundisho unaweza fundishwa itakupea moyo, twende wote. Unajua jamaa akifika hapa atasema enyewe hapo ndio place menye naweza kuwa naenda. Hata ile mafikirio ulikuwa na hata kama kwa amekuelezea inaweza fika hapa iishe. Naseme upate pastor na ubiri kitu yenye alikuwa anafikiria. Jumi hukuja kitu nafikiria ndio napata inahubiriwa. Unaona? Sasa hata kama nilikuwa nimekuja kama nimeboeka, nimefanya nikienda mtana kuwa fresh, juu nimepata jibu yangu. Jo obvious jibu inakuanga hapa. Uko nje tuwezi pata jibu. Uko nje ni kujibamba. Wase twende hivi. Lakini hapa utapata jibu yenye ulikuwa unatafuta. Juu Mungu kabla ujamuko kuja hapa alikuwa shaweka neno la siku. Asanteni.
shangwe na vingerengere. Kama unapigia Yesu makofi, piga kelele mpaka watu wajue uko hapa. Amen. Ameongea vitu vitamu na vitu vya kuhuzunisha. Akasema alikuwa hanajua tu kutuma msituni, hakachune mboga walete, na hiyo mboga nikaimagine wakati mwingine haikupata hata unga, waliichemusha na wakakula. Lakini kwa sababu kuna Mungu wa nyakati ingine, ndio sababu yako hapa siku ya leo. Na ninataka nikuulize swali, akienda kuchuna mboga msituni, hakukuwa na watu walikuwa wanapika mboga fresh wanatupa kwa pipa? Majirani zake. Tusikuwe majirani kama hao, tusaidie hao watoto wengine kuinuka. Juzi mke wa Luto, Rejo, alituambia walitumia pesa mingi. Amezungumzia kuhusu pesa yako haikusaidii kitu yoyote bila Mungu. Akasema walichimba borehole, na walipochimba borehole hii wakanunua vitu, mitambo ya pesa mingi, ili hii maji iwewezeshe kutoa ile weusi wa maji waikunywe ikiwa fresh. Lakini kuendelea na safari, hiyo maji imekuja, hizo mashini zikaharibika na maji ni nyeusi. Sasa mama siku moja ameamuka na akakumbuka kunaye Mungu. Akasema hii pesa ni bure bila Yesu. Akakumbuka neno la Mungu, akasema alienda kwa tapu, akachukua mbesheni, akachota hiyo maji chafu, akaileta, akaiweka chumvi, akaiombea kwa jina la Yesu, na akatoka nayo akaenda kwa kisima na ikaimwanga kwa kisima kwa jina la Yesu. Baada ya dakika chache alisikia wafanyikazi wanapiga kelele. Wanasema maji saa hizi wanakunywa bila dawa yoyote na imesafishika ni nyeupe, bila pesa yoyote, kwa sababu ya maombi. Kwa hivyo wewe omba. Imani ile apostle amekufundisha hapa kidogo. Kuna saa kitu kitaumana usiku, ukiwa uwezi piga simu na uwezi mufikia. Kwa hivyo hiyo imani ndogo uliye naye, nena jambo na Mungu atatenda jambo. Kwa hivyo utatuambiaje unampenda Mungu na umpendi jirani yako? Unatoka unamwacha jirani aki na uwezi mwambia twende kanisa. Uko na jirani mwenye aendi kanisa, na uko na mwingine alichoka na maisha, alikuwa anaenda hiyo kanisa na aliwachana nayo, lakini unamwachanga kwa nyumba. Ile neno unatoa hapa uwezi kumuhubiria. Umwambie mzee Kiarie, siku ya leo tulikuwa kanisani na tukahubiriwa hili neno, na ninaona hii neno inatujenga sisi wote. Mnafundishana na unamwambia na kukaribisha kanisani, twende na mimi nitalipa fare yako. Na saa hiyo hata una hiyo fare, lakini unaamini kwa Mungu siku hiyo ya kumpeleka utakuwa umepata fare. Kwa hivyo tukue marafiki na marafiki wa ukweli. Saa hizi nataka nimlete kijana yangu aimbe wimbo moja kwa ufupi, Salimbi, au nafikiri kuna Salie. Tutamjua baadaye huyo Salie sababu yeye ni Salimbi. Kwa hivyo Salimbi, kuja utubariki na hiyo wimbo, na ninaamini ya kwamba tunaenda kubarikiwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo tumebarikiwa na hilo neno sana, na amesema ili tufikie huko ni kiburi. Tuachane na kiburi. Nikuone ukiwa mbora kuliko mimi, nikufikie vile ulivyo, nishuke chini ili niweze nisahau mangari yangu, nisahau mapesa zangu, nione nitaondoka hivyo. Kwa hivyo ninapojiona hivyo na ninapokuongelesha na kuambia Mungu atabadilisha. Kwa hivyo next Sunday ama Wednesday, kila saa yoyote unaingia kanisani mwa Mungu, kuja na mtu mwambie twende kanisani, ujue kule tunashiriki, tubarikiwe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kijana yangu alienda wapi, alikuwa anatafuta wimbo huko kwa studio, lakini anakuja. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Usizoe kutembea peke yako, ambia mwenzako muende. Si ulisaidika ndio sababu uko hapa? Kwa hivyo saidia huyo jirani yako, usimwache nyumbani. Unapoona wanagombana, wasaidie. Waambie hapana, si saa ya kugombana. Usisha Mungu katika hii jambo. Na ninajua ya kwamba tunapoomba Mungu atatenda jambo. Karibu sana. Haleluya. Haleluya tena. Watu wa Mungu, mmeamkaje? Mmeshindaje? Basi msiboeke sana. Wacha kidogo tuburudike. Sawa? So wimbo unaitwa Never Give Up. Usikufe moyo.
kwa jambo lolote unalolifanya, sawa? So say what? Let me tell you my story. Nimezaliwa Makindu hapa Kenya, uko kijijini Muhambani, hapa mjini nimezamia. Tuzidi kwa kucheza boy, mara ghafla kwa muziki zikamia. I'm sorry, hata gadi ukupenda uliposikia. Kama utanizini kaanza kuimba, Mungu siatumani nikakutana na simba akanipiga tamani, japo kuna walolima kwamba sina kipaji. Nazangani mara anavimba, hata pendwa na nani anakwenda watandavimba. Nikaipa imani ilipotimu nitashinda maana ndo mpaji. I make my paper and I bless my family. Wale walonicheka zinavanga kanali. Never, 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 never. Usikate tamaa maana Mungu anakuona. Never, 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 never. Usikate tamaa, hangaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema, watakuchukiaga usoni, ukiwapa kisogwa na kusema, usihifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, ifanye ukumbuke yaoni. Ndo maandiko yanavyosema, nimkumbuliza Mungu kwa sala, mara tafakaja mzungu kusara. Thank you, my baby. You love me, you support me. I love you too. Shout out to my nigga, just saw me bango. Chapula the chopper, me die for you. Mama kali buka, mama jambo. Mwambie kumpita, so me come to. Like a maisha safari, bado hujafikaga. Long way to go. Ila naiona kabali, dakika nakula soka before. Bebe wazi zihali na goda ndandika kimara na kari yako. Geto na kibatari kiangazi masika za mfua vyote vyako. I make my paper, and I bless my family. Wale walonicheka zinavaga kanali. Never, 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 never. Usikate tamaa maana Mungu anakuona. Never, 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 never. Usikate tamaa, hangaika kila kona. Now I make my paper, and I bless my family. Wale walonicheka zinavaga kanali. Never, 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 never. Usikate tamaa maana Mungu anakuona. Never, 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 never. Usikate tamaa, hangaika kila kona.